Hello, karibu Mzonda Bakers. Kama ni mgeni kwenye channel yetu, subscribe yako ni muhimu sana. Pia like yako na comment yako hapo chini. Kwenye comments nimepitia kwenye madarasa ya maandazi yaliyopita, nikaona kwamba bado kidogo tuna changamoto ya watu kusema maandazi yao yanakuwa magumu au hapa na pale. Sasa leo tunaenda moja kwa moja kwenye maandazi ya biashara. Haya maandazi ni kilo 5, ni unga kilo 5, ambapo unaweza kuona biashara yako kama utaweza kufanya. Basi utaanza kugawa hivi vipimo, anza kujaribu kwa kilo 1 ili uweze kuona utaendaje. Kama bado utapata changamoto, basi usijali, mwalimu wako nipo, utaniuliza. Basi hapa tunaanza vipimo. Haya ni maandazi ya bakery kabisa, na utayaona kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kila kitu kinatakiwa kiende kwa vipimo. Unapoacha kupima, ndio pale unakuwa hujui wapi umekosea. Utasema tu maandazi yangu magumu, maandazi yangu sijui yana mafuta ndani, ukikosea sheria na utaratibu wake. Basi hapo tunaenda na vipimo. Tumeshapima maji, tumepima unga, sasa hapa ni sukari. Na uhakikishe unafahamu kupima vizuri. Kuna darasa lipo la kuelekeza jinsi ya kupima, yani ya kutumia mzani kwa usahihi. Hii bado ni changamoto sana tunakutana nayo walimu. Hiyo ni baking powder, chapa maandashi nimetumia. Naweka hamira, nimechanganyia humo. Ndio maana pale nakwambia jua jinsi ya kutumia mzani wako, jua jinsi ya kujumlisha vizuri, hakika utapata vipimo vilivyo sahihi. Na tukadirii kwamba anza kuweka maji taratibu, sijui nini. Hivi vipimo vinatumika kila siku. Na hapa tumeanza kukanda sasa kwenye mashine yetu. Ni vipimo ambavyo vinatumika kila siku, ambavyo tunavitumia kwenye maandazi yetu. Kwa hiyo ukiona umekosea, angalia sheria labda hujui, utauliza na tutaweza kufafanulia. Huo unga ni kilo 5. Na hapa ndio ile tumechanganya kila kitu. Tuna sukari, tuna chumvi, tuna baking powder, tuna hamira, ambao vipimo vyake na venye hapo vimewekwa, vimeandikwa. Mwanafunzi wangu mzuri, soma vipimo sahihi. Alafu njoo unipe hapa mrejesho wako. Hauna mashine, basi kanda kwa mikono yako. Basi hapa tunaanza kuchanganya. Kama unatumia beseni, hauna mashine, basi hakikisha ndani ya beseni lako umechanganya vizuri vitu vikavu. Hapa unaweza kutumia mwiko ukachanganya vizuri kwa kutumia mwiko wako, kwa sababu hii hapo inatumika kama ni mwiko hapo kuchanganya. Basi hapa sasa ni wakati wa kuweka mafuta. Baada ya kila kitu kuwa kimejichanganya vizuri, unaweka mafuta namna hiyo. Mafuta nimeweka 1.5 kikombe. Unarudi unakanda tena, yani unachanganya tena. Hii ndio huwa naona kwenye mikono watu tunachukua, tunasugua, unauchanganya unga, unauchanganya vizuri namna hiyo. Basi kwenye mashine huko tunaendelea, tunaweka maji. Hakuna kukadiria kwamba angalia maji, hapana. Nenda kwa vipimo. Sio kwenye maandazi tu, kila sehemu pendelea kupima vitu vyako kwa usahihi. Itakusaidia sana. Basi hapa unga wetu kama unavyoona umeendelea kuwa unalainika vizuri. Hakuna tulichoongeza, hakuna kilichopungua. Unga umekamatana sawa sawa. Basi hivyo unaona, ngoja tu, unaona unga umekuwa mlaini kwa kiwango cha kutosha. Basi hapa tunakuwa kutoa kwenye mashine. Jamani, hii ni kilo 5 iliyokandwa humu, na hii mashine ina uwezo kukanda mpaka kilo 10. Lakini kwa usalama wake hakikisha unakanda tu kilo 8 mwisho, ili usiichoshe mapema. Basi hapa tumekata masehemu 4, tumeyaweka pembeni, tumeacha yaumuke.
Jamani, kwenye kurekodi unakuwa ni vurugu, kila mtu yuko busy, kila mtu anakimbizana na oda zake. Kwa hiyo hapo ni wakati sasa wa kulisukuma. Tuliliacha limekaa dakika 20 likaumuka kidogo. Usilitoe tu kwenye mashine au kukanda ukaanza tu moja kwa moja. Hapana. Acha lipoe kidogo ili hamira iweze kufanya kazi yake. Na uzuri wa hizi mashine, ukitoka kukanda inakuwa na moto moto, kwa hiyo kidogo inachemsha. Kwa hivyo tunakata, unavyoona tumemaliza, unaelekea yote. Hapa tumebakiza lidoli moja, ila hapo kinyunga na chenye tumekimalizia. Tumepata matray haya hapo 3 yaliyojaa na hili nusu. Na kama nilivyowaambia pako busy, na maana hilo linyunga lingine linaendelea huko, linakandwa. Umeona mambo yanaendelea hivyo. Kwa hapa nimewaonyesha kilo 5, lakini hapo leo tumepika kilo 21. Lakini nikasema ndani ya kilo, katika mapishi haya ya leo, basi nisiwanyime swadaka yoyote ile, ndugu zangu, rafiki zangu, wanafunzi wangu, wale mabeginners wanaoanza biashara, anayetamani kujua kupika pia, apike kwa usahihi. Siku zote nasema charity begins at home. Anza kuwapikia nyumbani, basi wao wanasikia vya harufu vizuri. Hata siku unasema jamani naomba mtaji, wanakuelewa. So unaambiwa tunaomba mtaji miguu juu. Ujui kuwapikia chochote, hawakupi. Kwa anza kuwapikia pale nyumbani, omba kilo zako. Watu sasa hivi wamaliza shule, mmetulia nyumbani, usikubali kukaa hivi hivi, wapikie nyumbani wafurahi. Basi maandazi yako kama unavyoyaona yamependeza, hayana mafuta ndani hata. Ngoja tukate moja hapa. Unaona? Kama ninavyowaambia, usikubali kukosa madarasa ya Mziwanda Bakers. Madarasa yanasaidia, watu wananufaika, watu wanaanzisha kazi zao kupitia mikono yao wenyewe. Andazi linajionyesha lenyewe, halina futa, halina kukereketa, maandazi yako vizuri na yanauzika sana jamani. Mno. Basi kama umeshaona hapo, niambie hapo chini umepika, umeona nini, kitu gani kimekutokea. Asanteni kwa wale ambao mnakuwa mnaomba madarasa, na ambaye hujaelewa pia ruksa kuuliza. Hapa ndio Mziwanda Bakers, madarasa huru. Karibu sana Mziwanda Bakers, niwatakie siku njema.